hapa nimekuja tu kumtambulisha. Yote katika yote saa 8 hadi saa 12 jioni. Yeye pia ni mshirika wa kanisa zuri wa Tanzania Santogodi TAG kule kwa marafiki wa mchungaji Kangarawe Mwenge TAG. Naomba tusimame tuwapokee wageni wetu. Alafu tutakuwa naomba. Baba yetu na Mungu mtakatifu, katika jina kuu la Yesu, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tuko mbele zako tukiomba neema na uwezesho kutoka kwako. Tumie mtumishi wako kama upendavyo. Yuko tayari kutumiwa na wewe. Utukufu ni wako na sifa ni vyako. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ninaomba kabla sijaendelea awasalimie mwanangu. Mungu namshukuru kwa sababu ya huyo baba mzuri ambao Bwana Yesu amenipa. Huyu ni mtu mzuri sana. Amina. Mtu mzuri sana kwa sababu anakubali nitumike. Anakubali nifanye. Necha ya majukumu ya kazi zetu sio mepesi kiasi hicho. Kunakuwa na safari za hapa na pale, na bado tuna familia na watoto, lakini amekuwa sehemu ya kunisababisha niwe hivi nilivyo. Kwa hiyo kama unaweza basi mpigie Bwana Yesu na Bwana Yesu asifiwe. Naomba nichukue nafasi hii basi kumpa nafasi awasalimie tu kidogo. Anaitwa Mr. Samuel Yakio. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Tunafurahi kwa mahali hapa siku ya leo. Tunashukuru kwa kutupokea. Mungu awabariki sana. Na nimshukuru kwa kiwango kizuri, happiness. Naomba mtupokee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naweza kukaa. Ninamshukuru sana mchungaji mwangalizi kwa nafasi ambayo umenipa na mama. Nipende kushukuru baadhi ya wazee wa kanisa na viongozi wote wa kanisa na kanisa zuri la TAG la Galilaya kuweza kutupa nafasi ya kuja kumtumikia Mungu na kuwatumikia watu wa Mungu hawa wazuri kwa ajili ya kujenga na kueneza ufalme wa Mungu hapa duniani, lakini wakati huo tukijiandaa kwenda kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niseme sasa kwamba umekuja sehemu sahihi, wakati sahihi, na wewe ni mtu sahihi sana. Na niseme hivi kwamba nachoenda kukiongelea, wewe ni candidate haswa. Yaani wewe ndio mtu husika haswa. Siongei na wafanyakazi. Mimi jamani naomba labda nirekebishe. Mimi sio daktari mchungaji. Sijafika hapo. Ila utabiri wako mimi naupokea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Niseme kwamba wewe ni mtu sahihi kuwepo hapa. Haijalishi umri wako, haijalishi elimu yako, haijalishi jinsia yako, haijalishi historia yako, haijalishi kabila lako. Mpaka tukubaliana. Tuko sawa sawa Tuko sawa sawa wote. Kwa maana kwamba yani wewe ndio unataka wewe uliko hapo. Hata kama ufika miaka 60, 70. Hadi wewe mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mkereketwa wa kwanza wa kufanikiwa kiuchumi. Narudia. Yaani Mungu tunamwabudu. Tunayenena huyu tukipata nguvu za Mungu yetu tunena. Basi huyu Mungu yeye ni mkereketwa wa kwanza wa kutaka sisi tufanikiwe kiuchumi. Amen. Mungu anataka kanisa lake leo watazamaji tu wa fursa na baraka kiuchumi. Anatamani kanisa lifike hatua tuweze kuona fursa, kuzitambua fursa, lakini kutumia hekima na muda kuzitumia. Bwana Yesu asifiwe. Tuweke bidii ya kuzizalisha, lakini pia tuwe na moyo wa kutumia mafanikio
kujenga ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Mungu anataka sana wewe, Mungu anatamani sana mimi nifahamu fursa zinazozunguka. Baada ya kuzifahamu, niingie kufanya bidii kuzizalisha. Lakini nikiwa na target kwamba ufalme wa Mungu ni lazima ujengwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, watu wote ambao tumeweka ndani ya kanisa, kila mtu Mungu amemtuma kwenye sehemu yake. Mchungaji, Mungu amtakuwa mchungaji. Kuna wengine mmeajiriwa kwa serikalini, kuna wengine mmeajiriwa katika sehemu binafsi, wengine mnafanya kazi kwa watu kabisa, wengine mnalima, wengine mnafuga. Yaani hapo tupo tayari kazini. Mchungaji ameweka msingi mzuri sana. Akasema kwamba Nehemia alimpa kujenga, lakini watu kushika silaha. Silaha manake ni maisha mazuri ya kiroho. Alikuwa bado yuko roho, lakini wakati huo anajenga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa kulia alikuwa anajenga, mkono wa shetani ameshika nini? Silaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anataka tujiwe kazini, lakini wakati huo nipeke ufalme. Mungu hataki tuombe tu jamani kanisa. Amen. Mungu hataki tuende peke yake, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufungue na mimi kitabu cha Mwanzo. Mungu akampa Adam kazi ya kuzalisha, ndio? Amina. Amen. Haleluya. Haleluya. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28. Naomba tufungue wote hapo. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28. Kwanza Mungu akampa mamlaka Adam, akamwambia Mungu, Biblia inasema katika mstari wa 3, Mungu akabarikia, Mungu akamwambia zaidi mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Akawapa kwanza mamlaka ya kuitiisha, ya kutawala, ya kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa kwanza mamlaka ya kutawala, ya kumiliki, ya kutiisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 na chenyewe kinasemaje hapo? Twende sura ya 2 mstari wa 15. Twende hapo. Inasema hivi, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden. Afanye ale matunda, si ndio? Nimesoma vibaya. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Eden ili alale na kuomba sana, si ndio? Biblia inasema alilima na kutunza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamuumba Adam, akamuumba Eva, akawapa kazi, sio wakae tu, sio kwamba na alikuwa na muda kukutana nao, akutana nao kwa asubuhi mpaka jioni. Mchungaji, naomba unilinde ninapoenda kuongea. Nauliza, Bwana Yesu asifiwe. Sisemi ninapoongea siku kiroho. Biblia inasema alikuwa na muda wa kukutana nao. Alikuwa anakutana nao jioni. Biblia inasema muda wa adhuhuri, jua kupunga, si ndio? Na ndio maana siku ambayo alikuja kumkuta, akamuuliza Adamu, uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini alimpa baada ya kukutana naye, alimpa muda wa kuilima na kutunza. Ndio alimpa mamlaka kula matunda na mengine akamwambia usiguse, lakini
sura ya 29 mstari wa 12. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 mstari wa 12. Biblia inasema kwamba utajiri na heshima hutoka kwako, wewe nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Bwana Yesu asifiwe. Utajiri na heshima vipo kwa Mungu. Kama Mungu hataki tuwe na utajiri, asingekuwa navyo. Kwa hiyo chanzo cha utajiri hutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Nyakati sura ya pili sura ya kwanza mstari wa 12. Nataka nikimizane na muda hapo. Baba amenipa dakika 45 tu. Anasema mtoto hivi. Mambo ya Nyakati wa kwanza wa pili sura ya kwanza mstari wa 12. Biblia inasema hivi: basi hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali. Mwambie mwenzako, Biblia inasema nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako, wala baada yako hapata kuwa na mtu atakayekuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunaamini kwamba kumbe Mungu ndiye anayetupa nini? Mungu anatupa nini? Suleiman, Mungu anampa ahadi baada ya kuulizwa baada ya kumjengea Mungu nyumba nzuri ya kuabudu. Watu wakatoa sadaka, wakamfanyia Mungu ibada. Nguvu ya Mungu iliposhuka kuhudumia watu wake, basi Mungu anamuuliza Suleiman, baada ya kunifanyia vitu vizuri namna hii, unaomba nini? Suleiman akaomba utajiri, aliomba hekima. Na baada ya kuomba hekima, Mungu akasema, kama unaomba jambo hili, mimi sikupi hicho tu, nitakupa mali, nitakupa utajiri. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda mbele, utanielewa kwa nini hekima ya Suleiman ilimsaidia kupata utajiri. Moja ya vyanzo vya kupata utajiri ni hekima. Na ndio kusema hivi kwamba tukienda mbele utanielewa kwa nini Suleiman haliweza kubarikiwa kiuchumi, kwa sababu ya hekima. Hekima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiendelea kile la Agano Jipya nasema hivi, asiye na hekima na aombe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu si adui wa utajiri. Hadi hapa tumekubaliana, si ndio? Hadi hapa tumekubaliana, si ndio watumishi wa Bwana? Yaani kumbe Mungu hana uadui wa utajiri. Yaani Mungu ni rafiki wa utajiri. Mungu anataka wewe utajirike, si ndio? Na utajiri si kuna pesa peke yake. Kuna rohoni na mwili. Mimi naongelea mwili leo. Nielewa vizuri watumishi wa Bwana. Mimi leo naongelea wapi? Wa mwili. Ingawa sisemi kwamba wa rohoni una nafasi, kwa sababu wa rohoni ndio unaita mwili. Ndio. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wa rohoni ndio unaleta matokeo wapi? Mwilini. Haleluya. Naomba tufungue Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18. Hapa ndipo nilipotamani sana kukaa hapo, na ndilo andiko ambalo nafikiri kwetu ni nafasi kubwa kuliko hata ninavyoelezea. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Biblia inasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Jamani, nani alimwagiwa pesa kutoka mbinguni? Jamani, kuna miujiza mingi iliyoko duniani na huko sio hivyo. Sasa kuna nani ambaye anasema nilipata na kimuujiza? Yuko wapi? Hapa Galilaya wapo mchungaji. Hawapo Galilaya. Alikwamba chapo na shangara zimetoka mbinguni, mwingine anasema nilipata kimuujiza. Jamani, hakuna. Yaani ni kwamba Mungu anatupa nguvu na hizo nguvu zinatusaidia kupata utaji. Ni Mungu wa kanuni, na akifikia kwenye kanuni aliweka, kama amesema watu wote wenye bidii nitawabariki. Haijalishi jina lake ni Juma, naeleweka. Haijalishi anaitwa Mwamweni, Mwanaisha, kama tu anakubali kutumia principle na kwamba anatumia nguvu zake kupata utajiri, basi atabarikiwa utajiri. Amen. Amina. Watumishi wa Mungu tuelewane. Tunaelewana vizuri watumishi wa Bwana? Kama Mungu amekupa nguvu, wewe ni mzima wa afya, hauna changamoto yoyote, unaweza kutembea kwenda kurudi, basi wewe una uwezo wa kupata utajiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa katika kitabu cha Kumbukumbu tunasema kwamba basi utakapobarikiwa, utakapoinuliwa, usimsahau Mungu, kwa sababu yeye ndio chanzo cha utajiri wako kupitia nguvu alizokupa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye chanzo cha kuzalisha kwetu. Mungu ametupa akili. Tena nasema nitawapa akili katika mambo mawili yote. Mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye ametoa vipawa mbalimbali. Mungu ndiye anatupa nguvu za kulima na kutembea na kwenda kukuli, si ndio? Mungu ametupa ardhi. Mungu ametoa rasilimali mbalimbali. Mungu ametupa hekima ambayo alimpa Suleiman. Mungu anatupa na fursa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kimsingi Mungu ndo mmiliki wa kila kitu. Tunafahamu hivyo eh? Tumesoma maandiko. Utajiri na heshima vipo kwa nani? Kwa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu akutuita tukae tu bustanini. Nikisema hivyo naeleweka. Amina. Ndio unapaswa kutenga muda kukutana na Mungu wako kama alivyokuwa anafanya na Adam na Eva. Lakini unapaswa kutenga muda wa kuzalisha kwenye bustani ambayo Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu hutumia vifuatavyo kuleta utajiri. Cha kwanza, bidii. Cha kwanza, bidii. Mithali 22 mstari wa 29. Kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 29. Biblia inasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Narudia, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo atasimama mbele ya wafalme. Amen. Hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Watumishi wa Bwana, Mungu anatuuliza, je, wamuona mtu mwenye bidii? Hajasema, je, wamuona muombaji sana au aliokoka. Imesema mtu, haijalishi ametoka wapi. Lakini Biblia inasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika nini?
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kitu cha pili, utajirisha vipawa na ujuzi. Vipawa na ujuzi. Mathayo 25 mstari wa 14 mpaka 30. Mathayo 25 mstari wa 14 mpaka 30. Naomba nisome tu haraka. Sura ya Mathayo 25 mstari wa 14. Naomba nisome. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1. Kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5 akapata. Vile vile yule mwenye 2 naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea moja alikwenda akafukua chini akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi bwana watumwa wale akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5. Akaleta talanta nyingine 5 akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtume mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. 22. Akija yule aliyepokea talanta 2 akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana akamwambia, vyema mtume mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1 akasema, Bwana, na itakuwa kwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakutoa usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama unayo iliyo ya Bwana kazi. Bwana akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya, wewe ni mtumwa mbaya na mlegevu, uliyejua ya kuwa navuna usipopanda na kusema usipotawanya. Basi kupasa kuweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija nikalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10, kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tena, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Sasa tubaki kwenye mstari wa mwisho. Tumeelewa story, si ndio? Tumeelewa story. Tumeelewa kabisa. Aha. Sasa angalia hesabu za Mungu, nasema hivi. Mpeni, maana yule aliyenacho ataongezewa. Yule asiye nacho hata kile alicho nacho. Mmesikia hesabu? Mmenielewa tukiongea? Yule aliye nacho maana yake ni kwamba, tamani tutoe mfano. Ana kunisaidia hapa kaka, njoo dada mzuri hapa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu dada amepewa hiki, tuwashumu hii nini? Ni talanta 5. Hiki akaongeza 5. Kibiblia hii aliyoiongeza ndicho alicho nacho. Kwa hiyo huyu aliyeongeza kwa sababu anacho aongezee. Alafu ndio mwingine haraka samani jamani. Haraka tu ikabili. Huyu akapewa hiki. Hakuongeza kitu. Huyu hana. Kwa kadri kilicho nacho tunampora, tunampa huyu. Kwa kimsingi, Bwana asifiwe. Kimsingi Mungu anamhesabia aliye nacho kwa kile alichozalisha. Kama
kitaleta matokeo. Cha tatu, kutumia muda vizuri. Kutumia muda vizuri. Kutumia muda vizuri. Tufungue Mhubiri sura ya 11 mstari wa 4 mpaka wa 6. Najaribu kusummarize kidogo itende haraka haraka. Mhubiri sura ya 11 mstari wa 4 hadi wa 6. Biblia inasema kwamba asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au kama zote zitafaa sawa sawa. Nianze kusema nini? Mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye atazamaye mawingu hatavuna. Kama vile wewe usipojua njia upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika hujui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Asubuhi panda mbegu zako, na wala jioni usizuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanya nini? Zitakazofanya watumishi wa Bwana, zitakazoota. Wakulima tuko hapa, wakulima tupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakulima tupo kweli. Bwana, tunapeleka mbegu moja moja kwenye shamba. Eti unapuka mashimo wakulima. Wengine hapa jinsia wajima sura ya kulima. Sisi kule kazini tunataka kila jinsia. Ndio itupe leo kina wao wenyewe. Ni generation Z wanaita. Sawa? Ukilima shamba, vijana, tukilimaga shamba, tunaweka mbegu 2 au 3. Kwa sababu ya mkini mmoja nyingine itaota. Maana ni kwamba piga kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kama unafanya kazi, fanya biashara, unafanya biashara, nenda na kalime, jamani fugeni. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 12 mstari 62. Biblia inasema wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati. Jamani, tumefungua andiko. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Tuko wote hapa. Tuko wote. Naomba nisome sasa. Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yapasayo Israeli wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200, na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Hao watu Mungu aliwapa akili ya kujua nyakati na nini cha kufanya kwa wakati huo. Bwana Yesu atusaidie hapa. Unaweza kwa Bwana Yesu atusaidie hapa. Hujamwambia, mwambie mwenzako hivi, Bwana Yesu atusaidie hapa. Yaani hapa hata tutoke hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Isakari Mungu aliwapa akili ya kujua nyakati nini cha kufanya. Kutunza muda. Vijana, haleluya. Amen. Naomba niongee wazee nisamee kidogo niongee na vijana. Kitu Mungu amekitengeneza kwa wakati wake. Kuna wakati ambao wazee hawezi kuinama tena, hawezi kuinuka tena, hawezi kukimbia tena. Huu ni wakati wa kuwekeza, kufanya kazi ya Mungu na ya kwako. Tuache kutumia muda vibaya tumishi wa Bwana. Biblia inasema tena na mkomboa wakati, maana hizi ni nyakati za uovu. Moja ya hasara ya kutumia muda vizuri unakupelekea kutenda dhambi. Hata sijasikiwa hapo. Narudia kusema mtu ambaye hatunzi muda vizuri ni rahisi sana kumtenda Mungu dhambi. Shetani yuko hivi, usipokuwa cha kufanya anakupa cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Unamwona mpaka mtu anapata muda wa kuwaza ni kazini, ni kwa sababu hana kazi. Akifanya kazi vizuri akachoka, hawezi
Biblia inasema penye maneno mengi hapakosi uovu, na mazungumzo mabaya ndiyo yanayoharibu tabia njema. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini kwamba tutunze muda. Hakikisha kila masaa 24 katika siku umefanya kitu ambacho unasema na ukifika kuna rafu na ipata si hili unaipataje hivi. Usifanye kisema kibaya kama ukikaa tukifika kitu kama bwana kinaonekana usiba na sio kibaya. Lakini ukifanya kitu siku hiyo hata kama ni kazi unafanya kazi nzuri kuna raha upata. Niko peke yangu jamani, nisiaje hivi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mfano kama hivi hapa nipo kazini. Si ndio? Yaani kutoka hapa na karafu unatapata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na vile vile makazini kwetu. Na vile vile kwa biashara zetu. Si ndio? Ukaenda ukapiga kazi mambo yakanyoka vizuri, hata siku moja ukapiga kazi. Kacha mzigo umeingia dukani. Kikaa ile kuna rafu unaipata. Unaondosha na upata. Kwa sababu unachokifanya kiko sahihi. Baada ya kwenda kutoka kuzini, how do you feel? Napotumia nguvu kule. Mtu anaenda kuzini anasikiaje? Vibaya. Baada ya kuongea maneno mabaya kama una roho takatifu kikape cha kufanya nini? Anaugua, anasikia vibaya. Si ndio Ina maana umeelekeza nguvu ambazo Mungu hataki zipeleke huko. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie kutumia nguvu zetu sehemu sahihi. Jambo la 4, hekima. Mithali 24 mstari wa 4. Mithali 24 mstari wa 3 na 4. Biblia inasema kwamba nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu uthibitika. Kwa maarifa vyumba vyake hujaza vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Kwa turudi hapa. Tunasoma story ya Suleiman, sio? Tumesoma. Tunakumbuka ile story yake yeye na yule mwanamke wa Ethiopia anasema. Tunakumbuka ile story yake. Baada ya yule mwanamke kuona hekima ya Suleiman, Biblia inasema alitoa nini? Alitoa zawadi. Alitoa nini? Zawadi. Kuna watu ambao Mungu atawapa kibali kwa wakubwa kwa sababu ya nini? Hekima. Kuna watu sema jamani njoo kwenye vikao huyu anakuja kusema atatuambia kwa sababu nini? Hekima. Ana ukishaongea tu badie mwenyewe. Unafanya kazi, hadi umeongea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeshauri tu. Huyu kuna vikao tukosenege huwa ana vitu vizuri sana. Na Biblia imeruhusu kuomba hekima. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hekima inalipa. Kuna watu katika nchi wamestaafu lakini nchi bado inawataka. Wangapi kwa hicho kitu? Wameshuhudia hicho kitu. Mtu amestaafu, hayupo kazini lakini bado ofisi inamtaka. Inamuita bado. Kuna vikao inamuita. Kwenye maana nasikia rais amemteua fulani kuwa bodi fulani. Wakati mwingine sio upendeleo. Hekima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la 5, mipango mizuri ya mafanikio. Habakuki 2 mstari wa 2 mpaka 3. Habakuki 2. Kitabu cha Habakuki mstari wa 3. Naomba nisome. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioambiwa, inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo ijapokuwa ingojea, kwa kuwa haina budi kuja haitakawia. Kumbe Mungu anataka mipango. Bwana Yesu asifiwe. Tena mipango itakuwa hata mwenye anakuogopesha kijana leo asema hivi taweza. Hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu anataka
na mipango hiyo atakayeisoma aielewe. Anasema iwe wazi, atakayeisoma iwe kama maji yanashuka. Maana yake ieleweke. Jamani, mimi nimesoma degree ya project planning. Sawa? Kupanga miradi. Sawa? Tunasema hivi, usipopanga utakapokuwa sasa umepotea, yani hapa sio penyewe. Hadi hapo ndio unapotokea kule. Nimeweka tukiongea. Jamani, naomba niulize. Papa nikutana barabarani na kuuliza unaenda wapi? Mimi sijui. Unajui? Ila nimepotea. Ila unaenda wapi sasa? Sijui. Ila nimepotea. Hadi hapo ulipofika hapo, ndio hapo tokea uwepo. Unapotea hadi umefika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mipango inakusaidia kutembea kwenye hicho tunachotaka. Ni kama njia unayoenda. Kwa mimi nataka nifike kule. Sasa kama wewe unaenda Mbagala, nikute gari ya Bagamoyo utakuwa unajua. Sasa leo utaniambia mimi niko wapi? Mbagala. Lakini naona hili gari linipeleka siko nakoenda. Basi wewe shuka kapande gari la wapi? La Mbagala, hili linaenda Bagamoyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe unaniambia mimi naenda, tunaenda wapi? Naenda tu wapi? Na nimepotea, tukuelekeze wapi? Sipajui. Hao ndio yangu kufika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu kimoja wapo cha kuwa tajiri ni lazima upange. Na ujue ni lazima upange. Amen. Tena mipango ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Usiishi kama mzurura duniani. Narudia, binti, kijana, mama, baba, tusiishi kama wazururaji. Tuna muda ambao Mungu ametupa. Tupange kwa maana ya kumtumikia Mungu na tuweke mipango ya maisha yetu. Fahamu kabisa kama watu wanakuja hapa mbele kila mwaka makanisa yote sio tukani. Tunaandika mambo mengi. Tukimaliza tukani, tunaomba sana. Tukimaliza kuomba, tunakaa kwenye viti. Hakuna kitu kama hicho. Na usiseme tu mimi nataka Mungu anipe gari. Anakupaje, haitashuka mbinguni. Akupaje. Utaenda mipango gani ya kupata hiyo gari? Unasema Mungu akupe kazi, umejipangaje kupata kazi? Kama ufanya application, kama mtu ujuzi, kama ni kusoma, unapata hiyo kazi. Unasema ufanye biashara, unatafuta biashara gani na kwa nini ufanye biashara na kwa nini ufanye hapo? Amina. Na hiyo biashara umeipanga, faida yake unatumiaje? Utawekeza wapi na wapi? Baada ya mwaka, kwenye biashara, uwe mtu wa wapi? Uwe sehemu gani? Wewe unafanya biashara, kwa siku unapata 10,000, unapata 5,000. Umeweka mipango hiyo pesa? Jamani, chuma ulani. Sasa ni hapo hapo. Lakini chuma wote ni kuona sisi wenyewe. Mtu kama zaidi ya 10,000, anatafuna yote. Anataka biashara yako ikue. Haikuwa hivyo hivyo, kuna mipango. Bwana Yesu asifiwe. Kila hela ambayo Mungu anakupa kuna mbegu katikati yake. Wakulima wananielewa, wafugaji wananielewa. Hawazai ng'ombe wote. Hata kama ng'ombe akizaa, mbwa amezaa, kuku amezaa, ametotolea faranga, unauza kuuzi wote sasa. Unaacha wa mbegu. Watumishi hapa wanafanya biashara, tunafanya kazi. Kuna sehemu umewekeza kufanya kazi. Tukistaafu watu ndio pesa zinakuja. Kisukari kwa wingi. Amezoea kupata posho. Amezoea kupata safari. Zile lazima. Stress. Na ukiwa na stress, yani ni kwambia kushuka Roho Mtakatifu ni kazi. Mchungaji unajua nikubalia hivi. Mchungaji atanena hapa watarudisha hadi hatoshuka. Kwa sababu hata Mungu kwenye umbali alisema maji yalivyotulia ndipo akasema vikatokea. Watumishi wa Bwana, stress. Yaani kwambia hivi, pesa wewe mlokole unaitaka.
mpaka Yesu mwenyewe. Si mwanzo kiangalia siwezi tu kwa kiroho kwa Mungu mwenyewe. Yaani wewe pesa unataka. Ili wewe kumwabudu Mungu vizuri hapa, utulie ibadani wewe hapa, ni lazima uwe na pesa. Wewe tuwe serious. Wewe unajua maana ibada? Yaani ibada ile kwa ibada yako katika roho na kweli. Sio ya kuja kuonekana kwa hapa kisa hata unaona nyumbani. Alikuwa anaingia kwa hapa. Biblia inasema Yesu alipoingia ikaoni watu, aliwakuta watu wanafanya biashara. Na mpaka leo wachungaji hiyo kitu bado ipo. Mtu yupo kanisani lakini yupo tayari Kariakoo hiyo. Yaani yuko mtaa Kariakoo, barabara bititi kule, yuko wapi pizza posta, anajua mzigo unatoa wapi. Yaani anamchukulia anaongea hapa, anamsikiliza, lakini yupo Kariakoo. Sasa huyu afanye biashara. Ndio hapa hatuna njia kweli. Hakuna sasa kubadilisha pesa wala hamna, lakini mchungaji meza leo tuzipigiwe meza leo. Watu wako hapa wanafanya biashara na kanisa. Kwa sababu hawana nini? Haleluya. Mipango mizuri. Weka mipango vizuri. Iombe. Ukiombea imani pasipo matendo imekufa. Ukishaomba toka, anza kufanyia kazi. Hata wale mitume tunashaa miujiza ilifuatana nayo baada ya kutoka kwenda kuhubiri. Vipofu hawakuona alibaki kule ndani. Jamani, tunaleta Roho Mtakatifu kubaki mule ndani kusema hata sisi huko tunaombea kwa Mungu atawaponya. Sisi tunakaa huko ndani. Mungu atashuka nao huko, wataona watu, watafunguliwa. Ili lazima watoke wakasema zile habari. Alafu Biblia sasa miujiza ikaambatana na. Kwa hiyo ili miujiza itokee ya pesa inakulazimu utoke, na kutoka na kufanyia kazi inaona unaamini kabisa ninaenda kupata. Na Biblia inasema pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Na anayeamini lazima ajue kwamba anapokea yamekuwa ya kwake. Na kuamini kama yamekuwa ya kwako ni kutoka kufanyia kazi. Amina. Watumishi wa Bwana, hadi kwa tunaelewana hicho. Au uko peke yako? Amen. Tuko wote. Amen. Tuko wote. Kwa hiyo lazima tuweke mipango. Na mipango ingie kwenye utendaji. Jambo la 6, Mungu anatupa uwezo wa kufanya kazi. Mithali 14 mstari wa 23, Biblia inasemaje hapa? Mithali 14 mstari wa 23. Katika kila kazi ina faida, bali maana midomo huleta hasara tu. Kazi. Kufanya kazi. Bwana asifiwe. Kufanya kazi. Lakini Kumbukumbu 8:10 tumesoma, tunafahamu kwamba Mungu anatupa nguvu za kufanya utajiri. Nguvu ni uwezo. Haleluya. Na maana Mungu ameshatupa uwezo wa kupata nini? Utajiri. Haleluya. Okay. Naomba swali. Watumishi wa Bwana, tunafikiri kwamba kufanikiwa ni mpaka umesoma? Hapana. Au ukiwa hauna degree wewe utafanikiwa? Ani una degree wewe utafanikiwa? Basi ni mpaka uwe mchapa. Uwe na passport ya kwenda nje ndio unafanikiwa. Au unaishi Masaki na Kubuchi. Wanaofanikiwa na rangi gani? Kuna rangi ya mtu ambaye anasema anataka kufanikiwa? Haipo, sio tumeshaona. Maana yake ni kwamba kila mtu anastahili kufanikiwa. Yaani Mungu alipokuumba wewe, hakuna kopi yako, ndio wewe. Hata kama mko mapacha. Ndio siku moja kitu. Mungu akimalizana na mimi akanitoa duniani, sawa? Na maana katika hilo eneo anihitaji tena. Sawa? Mimi nipo kwa sababu
kuna kitu chake Mungu anataka nikifanye. Sawa? Na hicho kitu ndio kinaleta ladha ndio ndio ladha hicho kitu. Narudia. Yesu akasema ninyi ni chumvi ya dunia. Tumeitwa kueneza ufalme. Bwana asifiwe. Na ndio maana Mungu alivyowapa nguvu tena shara. Alipoona bado wanafanya ibada pamoja akasema nijui nampiga Stefano. Stefano toka hapa nje, piga mawe. Wote wakasambatika, ufalme ukaenea. Kwa Mungu akiona umekaa sana kwenye comfort zone, ana umejiachia sasa ufanye Mungu amelizika. Mungu atiboga vitu. Ndio. Bwana asifiwe. Sasa kama kanisa hatupasi kusubiri tufike hapo. Mungu ametupa cha kufanya katika masuala ya uchumi kueneza ufalme. Kuna sehemu ambayo hautasikilizwa kwa sababu mtu ni maskini. Tukatae na Biblia imesema. Jamani, Biblia imesema maskini asikilizwe jamani. Yaani sio adhabu sema watu napendelea, wanabagua, wanamabataza matabaka. Hata Mungu amesema maskini asikilizwe. Kuna familia yetu, huyu ndio wa mwisho anapewa masikio kusikilizwa. Yaani ndio anafanya maamuzi. Yaani ni jambo la kibiblia. Labda huyo mtoto wa mwisho au ameokoka, anamjua Mungu, anaendelea kunyenyekea. Asema kuwa mjui Mungu na atakayeenda vizuri. Utumishi wa Bwana. Tumeatumisha Bwana. Mwanza kunichukia. Mimi nawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inataka sisi tufanikiwe. Na Mungu ajali kutoka kabila gani? Una background gani? Una asili gani? Kabila lako ni lipi? Umesoma hujasoma? Mungu anabariki regardless una sifa gani? Hivi ndio visema bidii haimtaki kama mtu ambaye amesoma peke yake. Hekima tunaomba kwa Mungu. Bwana asifiwe. Muda Mungu ametupa. Sawa, mipango unaweza kupanga wewe. Watumishi wa Bwana, kabla ya kufanikiwa ni wewe. Haleluya. Biblia inasema Mungu alimuumba mwanadamu, alimpa cha kufanya kila mtu. Ukisoma Yeremia anasema nilikujua tangu tumboni mwa mama yako kama unataka nilikujua. Ina maana hii naomba niseme tena mchungaji. Kuna watu wamekaa wanalalamikia baba zao. Mimi baba yangu angenisema singekuwa hapa. Mjomba wangu alio mbaya sana. Na ule shangazi aliyeolewa na kusababisha mambo yote. Shangazi singeolewa mimi ningekuwa mbali mno, mbali ya wapi? Mungu ndio amekuwa duniani. Majibu ya maswali ya uchumi wako nayo Mungu. Tuache kulalamika tushukwa. Mwingine serikali yetu ni mbaya sana hii serikali. Ndio maana tunateseka hivi. Nchi isiye kwa hivyo katika hiyo nchi ambayo wanalalamika kuna watu wanataka pesa. Na walamishi pia Mungu hawataka. Ndio maana kuingia kanisa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unalalamika mbinguni wendi. Bwana asifiwe. Kuwapa watu mizigo mingine ambayo haiwahusu. Wamekufa wote. Baba amekufa na kufa kaza kuja wamekufa wote wamekufa. Ndio wamejia nani? Wamekufa sasa. Unajua mimi nimesema sasa mimi kuna wengine Mungu anapa mtoto kabla ya ndoa. Hatualaumu Mungu alipoweka sawa Yaani Mungu ana sababu hiyo kupitia. Sawa sio mwanzo kiongea. Mwanzo kiongea Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi sifanikiwi kwa sababu baba wa mtoto anisaidii wewe. No. Yaani wewe ulivyo, hata kama umebadilika mara ngapi, hata kama ulipotea njia mara ngapi, ila umefika hapa na umeokoka, unamjua Mungu, wewe ni brand new mama. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu mpya. Pesa 10,000 utaipia ukitupa mtu anayokota. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati
anayehakiki wake fariki sasa. Na kuna watu sasa mnafanya maamuzi ni masuala ya Mungu mengine ambayo Mungu hawaruhusu. Haya, amekuoa pak Mungu amchukua. Na amekuachia na watoto sasa. Haidia. Kuna msemo anasema ukalia kuliko hata mtoto mwenyewe, si ndio? Si ndio? Anasema ukalia kuliko hata mtoto wako mwenyewe. Imetokea watu. Kuna si mashahidi hapa jamani, naomba ongea mtu wa mbinguni. Duniani hapa vipi? Si vipo? Tuache kuweka matumaini ya watu kwa watu. Tuweke kwa Mungu. Tuache kuweka mipango yetu kwa watu. Tuweke kwa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hatuombei Mungu achukue umetu mapema. Sawa, hatuombei. Lakini Mungu aliye kuleta duniani wewe ni Mungu. Na watoto atakaokupa amekupa Mungu. Sema ilikuwa ni njia lazima mkutane wewe tukutaka kama unataka Yesu sasa. Haiwezekani. Bwana asifiwe. Haleluya. Hatuwezi kuzaa tu kama alivyozaa ni Yesu. Ni lazima ukutane na mtu. Ikitokea Mungu anakupa mtoto, yeye anaamini hapa sisi tunaomba watu kwenda mbinguni. Naongea wale ambao Mungu alishawapa kama. Usijilaumu. Amina. Siongelee wale ambao Mungu asema sasa mtumishi ametoa go ahead. Kama Bwana Yesu asifiwe. Ninaongelea wale ambao Mungu aliwapa kama. Usijilaumu. Yaani hiyo ni njia ambayo Mungu amekupa, ifurahie na uone malipo tumaini mbele yako. Weka mipango ya kutafuta pesa. Amina. Acha kumtegemea nani? Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Wakristo hatufanikiwi kiuchumi? Cha kwanza, hatuna maarifa. Hatuna maarifa. Hosea 4:6. Watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Maarifa nini? Kujua fursa ziko wapi. Tuzitumiaje? Jamani. Sasa tuashumu mimi nimetoka Mbeya leo, sawa nimetoka Mbeya leo, sijui kama kuna zebra, sijui kama kuna kuvuka barabara vizuri, sijui. Na sehemu zingine kuna magari yanaenda magari manne yanaenda tunakuwa babando kubwa. Niko pale navuka Magufuli pale. Sasa sijui kama sasa bagana nataka kuangalia huko na angalia huko. Kama huko mwingine atokee. Mmoja kuangalia huko na angalia na huko. Alafu navuka. Gari shwa ikanigonga. Au niseme hivi. Kwa sababu mimi sijui tu gari ikanigonga. Kanihurumia kwa sababu mimi sijui kuvuka barabara. Watumishi wa Bwana, mimi sijui kuvuka barabara. Napita gari napita. Nimeangalia ile nikaja hamna gari, kumbe gari ndio inakula sasa. Mfano mzee hapa Magufuli. Na barabara upande mmoja inaenda zote, zinarudi zote, si ndio? Jamani, nikivuka barabara kwa sababu sijui, gari hata nigonga kwa sababu sijui. Yaani kuna principles za Mungu. Kama wewe hujui kitu, haimaanishi kwamba madhara ya kujua na kukosea hata kupata. Sasa tunaponaje hapo? Utafuta maarifa. Ili usiangamizwe kwa kukosa maarifa na ujinga, si ndio? Ili usiangamizwe na ujinga, inatubidi sasa tuweke bidii kubwa kutafuta maarifa. Yaani unakuta kujua kwako alikupi wewe afadhali kama jamani mtu angalie tumhurumie. Kwa sababu tu haujui, basi wewe uingie kwenye upendeleo wa kutopata madhara. Bwana Yesu asifiwe. Madhara yatakupata hata kama haujui. Bwana Yesu asifiwe. Watu wangu aisema wanaangamizwa kwa sababu hawana maarifa. Jambo la pili, kukosa mipango. Tumeshaongea hapa, si ndio? Jambo la tatu, kukosa dini. Tumeshaongea. Nyingine, hofu na aibu. Hapa tunasema hofu na aibu. Mtu anatoka kwenye maombi busy
nipatie kazi. Mungu nisaidie, nipatie kazi. Mwambie sasa nenda kwenye ofisi watu kaombe kazi. Yaani ndani alikuwa kama simba anaomba. Katoka nje kama kapaka. Mungu nisaidie, nipatie biashara. Nataka biashara, nipatie mtaji. Mnapa mtaji. Wewe nikae mimi pale nitapiga kelele sasa na anzaje? Hofu, aibu. Hivi unajua kwamba Bwana Yesu asifiwe. Hivi tunakubaliana sijui, lakini labda mimi ni jamani na exaggerate vitu. Lakini hivi una habari kwamba ukiamua kuokoka nataka uzime data? Ndio. Yaani ukitaka wokovu mzuri kwa maana uzime data. Ndio. Si ndio? Ndio. Hauwezi kwenda kuhubiri barabara kama una akili zako zote. Yaani kama unataka una akili zako zote za basi sasa nikile usikanisha huko, afu uende kuhubiri, hautahubiri. Narudia, hautahubiri. Ndio. Unasikia? Ukitaka una akili zako zote mama, ufanye biashara hautafanya. Ni wewe unasema data. Ndio maana Biblia inasema ijapokuwa tunaonekana waaminifu katika njia hatapotea. Amen. Ina maana hata wewe mjinga fulani hivi usipokubali kudizima data au wewe kunena kwa lugha makamasi machozi yakatoka. Wastaarabu ndio wanabaki hivi. Huko ndani kudizima data. Ndio. Ndani leo tukiongea. Yaani kuna basi lazima uwe chini kwa maana hapa hamna ustaarabu. Hapa ndipo kwa nini kwa baba? Utanena tu. Bwana asifiwe. Sasa na biashara na kazi haitaki ustaarabu. Ndio. Utafuta pesa hakuhitaji ustaarabu. Ndio. Mtu ni mkali, ni mkofi. Biashara jamani karibu sana. Hii biashara nzuri. Ukimkuta yeye zake sio hivyo hivyo. Hii ni biashara, alizima data. Utamsema vibaya tena Mungu nisamehe sana. Asigoma msamaha si kwa biashara. Ni biashara mama. Hiyo ni biashara tu. Kwa hiyo ni lazima watumishi wa Bwana tukubali kuigomea msalabani aibu. Yesu alikubali kuipiga msalabani aibu. Yesu angeipa nafasi ya aibu. Wewe kufuliwa nguo barabarani mtu mzima unampenda Mungu. Kuna juu msalabani kazi ndogo. Alafu kuonekana kama umelaaniwa ilikuwa ni adhabu mbaya kuliko zote. Lakini akifocus alitafuta kama nataka watu wangu waokolewe. Alisema nipo tayari, alisema alidharau aibu. Amina. Biblia inasema alidharau aibu. Ili upate unachokitaka kwenye swala uchumi, lazima ukubali kuidharau aibu. Ukiipa heshima haupati kitu mtumishi. Watu kimwambia sasa hivi kafuta ng'ombe kule, shika maji. Wewe mimi. Tena ninasema mpaka wapi? Fuga kuku wewe mnanuka. Wao sasa hivi hadi mbwa zinapa pesa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani na nikwambia katika nchi wenye pesa wanapaka kawaida tu. Watafute Kariakoo. Mimi nasema nikamwambia Mr. Hivi kule Kariakoo kuna watu wanapaka umemwona mtu mwenye pesa China anavaa wewe unaona mtu akaona kumbe na pesa nyingi kilo. Mtu kapaka dada akishika ambojuni nako kumbe ina milioni 10 milioni 20. Milioni 50. Sasa baba endelea kuipa heshima hiyo kitu. Umaskini na kutesa. Tulizima ndio kazini watumishi wa Bwana. Kama unataka kuvaa ndani nini jinsi kimbia piga kazi. Usichague kazi. Mchungaji, mabindi sasa hivi wanalia ndoa jamani, ndoa. Huko kwenye ndoa unakufanya kazi. Msije mtakasa
tunapata shida na maandamano ni kwa sababu ya nafasi yetu. Sasa msinipigie mama, si ndio? Biblia imeshasema walamisha wale ngapi? Mungu anataka watatuzi wa matatizo na uwezo kutupa hekima na maarifa. Huo Mungu anaye tukiona. Hakuna kitu kizi unashauri nini? Hapa ni vizuri na zetu tufanyaje vizuri? Yusufu akasema hiyo ndoto maana ndoga kuna maisha miaka 7, afu miaka 7 tutachanganykiwa, utakuwa na chakula. Solution ni tuweke chakula, kuhifadhi, tushare. Na nikwambie, ukiwa ni mtatuzi, watu wanataka watu watatuzi. Wanaojenga pesa ni wale wanaoleta matatizo kwa fursa. Hata hajasikia. Narudi ya kusema, wanaotengeneza pesa wanatumia matatizo yetu kuyabadilisha kuwa fursa. Mlalamikaji hawezi kuona fursa. Yeye muda wote ana tatizo. Hapa takataka utasikia serikali bwana sielewi kabisa. Yaani hapa takataka nyingi hawasafishi. Mwenye akili anasema tukafungua kampuni ya usafishaji. Tukaomba tena serikalini. Tukishaomba usafishe mtaa. Wewe ndio kulalamika hapo. Na wanakutaka hela yako ya kulipa taka na nalipa. Nalipa vizuri tunataka utalipa. Sije imeshinda kuanza sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatutaka tupige aibu, tukatae aibu. Jambo lingine kukosa kutambua majira. Nimeshasema hichi kitu. Kingine kuficha kipawa au ujuzi, tumeshauri katika Mathayo. Kingine kukosa uaminifu. Hapo sasa. Kukosa uaminifu. Hapo si nimeelewa nitakwenda kuhubiri. Kwenye kukosa uaminifu tumeshaelewa anadia. Watumishi wa Bwana tunakopa hatulipi. Mungu mtu amekupa ukae chini ya mtu kufanya shughuli zake, chanja shughuli zote. Unaiba. Mtu anakuangalia anasema sawa, kachukua 500 nataka nimpe 20,000 hapo basi inamtosha. Unaomba wili. Ukitoka unaona janja kwa pale ndio kuchukua 5,000. Kumbe anakuona. Biblia inasema leo mfumo madogo Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kingine kutegemea miujiza bila kufanya kazi. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10, Biblia inasema kwamba kwa kuwa hata wakati tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi na asile chakula. Hakuna muujiza. Anayesema hivi ni Paulo, na Paulo alikuwa anatenda muujiza. Katika muujiza yake hakuna sehemu ambayo Paulo aliwapa watu pesa. Alichowapa watu ni afya ili wapate nguvu za kupata utajiri. Mama tumishi mwenyewe hivi. Baba kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo miujiza, sasa miujiza ipo inaendelea. Biblia imefungwa kuandikwa, lakini miujiza bado inaendelea. Na Mungu anafanya miujiza mingi, lakini ni lazima tufanye kazi. Tusiweke akili yetu fahamu kulimlinda peke yake. Sawa? Tufanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la msingi lingine, mafanikio, ninaweka angalizo, mafanikio sio pesa peke yake. Mafanikio sio pesa peke yake. Bwana asifiwe. Usije ukija kufanikiwa ukasema yani hapa mimi ndio nimeshamaliza. Ukisoma waraka wa mtume wa Yohana sura ya ngapi? Mpenzi Gayo, sura ya 1 mstari wa 2. Anasema mpenzi Gayo, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Sawa?
na nini? Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwe. Kwa hiyo roho inafanikiwa, unakuwa na afya yako, lakini unafanikiwa tena mambo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Na msitizo wetu tuwe kwenye mambo ya roho, lakini usitumie kichaka wa Mungu niko naomba tu. Jamani, mtu kwani ufanye kazi niko busy naomba nataka Bwana, wewe mtake Bwana ufanye kazi. Huo ni uvivu. Bwana Yesu asifiwe. Niko busy nipo kwenye siku sawa, funga 30 kibila funga 30 kavu. Njoo tukuone kazini. Ingia site. Jamani, watumishi wa Bwana, kanisani tunafanya tunafanya kanisani ni mazoezi sawa yaani na watanega watu wanataka mchumba nini akimaliza kuomba mtafuta huko nje. Yaani hapa ni watu wa mazoezi. Hapa tuko hapa mazoezini. Ukimkuta mtu jini, usimani wewe anafanya mazoezi vizuri, ana afya. Tumwangalie anaenda kufanya mazoezi lakini kule nje ndio tupo kwenye box tupigane kule nje. Sawa watumishi sawa Kwa hapa tuko mazoezini. Kila mtu anasikiliza yuko mazoezini. Atanena yuko mazoezini. Ataomba Bwana tunakusubiri kule site. Ingia kutendea nini? Kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Miiko ya kufuata mara baada ya kufanikiwa. Cha kwanza, usimsahau Mungu. Tumesoma Kumbukumbu la Torati sura 8, utasoma sura 11 mpaka 18. Nataka niende haraka hapo. Cha pili, usiweke imani kwenye fedha. Hatutumanii fedha. Fedha tunaitawala, sio tutawala. Bwana. Kuna vijana wakipata smartphone imewachanganya. Bwana asifiwe. Imewavuruga. Wewe ni mtu wa utawala. Pesa isikutawala. Itawale fedha. Jambo la 3. Jambo la 4. Usijivune. Mithali 16:18. Jambo la 5. Usitumie utajiri kujifurahisha, bali uwe baraka wengine. Timotheo wa kwanza sura 6:18. Jambo la 6. Usionee watu na kuwadharau kwa sababu hawana. Mithali 19:17. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho, usisahau wewe ni mmiliki tu, sio vya kwako, ni vya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametoka mawakili tu wa vitu vyake. Naomba nenda kumaliza sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna fursa nyingi serikalini jamani. VETA mafunzo kwa vijana. Kuna mikopo ya 10% kwa wanawake na vijana. Naongeza fursa haraka kwa nasali, sawa Kuna mikopo ya 10% ambayo ulipi riba yoyote kwa vijana na wanawake. Tunaposema kijana upande wa mikopo ya 10% ni miaka 18 mpaka miaka 45. Kwa wanawake wenyewe ndio wamefungulia bomba ya karibu miaka mwisho miaka 60. Bwana asifiwe. Kuna fursa VETA za mafunzo. Mara kwa mara tangazo, kitangaza kijana kibiria. Fursa hizi ni kwa vijana ambao wamepata ujuzi nje ya mfumo rasmi wa serikali. Ina maana amejifunza mtaani kushona, mtaani mechanical. Fursa kama ikitokea, kaandikisha kule kusoma ni bure, ulipi chochote, gharama utakayolipia ni nauli na hela ya kula nje na kwa chuoni. Bwana asifiwe. Kuna fursa nyingine ipo TAESA wanatoa mafunzo kwa vitendo. Wanaunganisha watu na waajiri mbalimbali, wanatoa mafunzo ya kujifunza kufanya kazi kazini, lakini pia taarifa la soko la ajira. Kwamba sasa hivi katika nchi Tanzania wanahitajika watu wenye sifa gani? Ni masomo yapi ya kusoma na yapi ambayo sasa hivi ajira zipo juu. Bwana asifiwe. Lakini kuna fursa nzuri kwenye kilimo na mifugo. Tunafahamu mradi wa BT ambao mpaka sasa unaendelea kwa wafugaji na walimaji. Hiyo ni fursa kwa vijana. Kuna teknolojia na uchumi. Jamani, sasa hivi digital inalipa. Bwana Yesu asifiwe. Vijana tuingiaje kwenye digital platforms? Huo kunalipa. Watu wanalipa hela kwa sababu nini? Huwa tu mtandaoni. Tutafuta ujuzi. Kuna fursa za manunuzi serikalini. Mifumo ya NeST. Kuna 30% kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu ambao wanaweza kusupply au kutoa huduma yoyote kwenye taasisi za serikali. Lakini pia kuna uwezeshaji kupitia taasisi za serikali. Nimeongea haraka sana kwa sababu ya muda ambao tunao. Bwana Yesu asifiwe.
Baada ya hapo naomba tusimame wakati wa kumalizia sasa. Haleluya. Naomba praise team tuje na kumalizia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameliandaa kanisa na kutupa hekima, kutupa maarifa na kutukuta ambao nimesema kwa lengo la kutengeneza kuwa watuza matizo. Kama akina Nehemia, kama akina Yusufu, kama akina Shadraka, Abednego, kama akina Daniel. Mungu anatamani nchi hii imjue Mungu, lakini haitaweza kumjua Mungu kwa sababu tumejifungia wapi? Makanisani. Sio kuhubiri injili tu, injili nyingine ni ya kutafuta pesa, injili nyingine ni ya kuajiri watu. Mtu kimwajiri ni rahisi sana kumhubiri na kubali. Bwana asifiwe. Lakini tunapata shida kwa sababu watu wamekosa kibali mbele ya wakuu. Na Biblia inasema kwamba unamuona mtu mwenye bidii ndiye atakayepata nafasi ya kuingia kwa wakuu. Kwa hiyo kuna tiketi ya kuingia kwa wakuu. Ni bidii kutafuta pesa, bidii ya kazi. Ili tupate nafasi ya kuzungumza nao, kuwaambia nini kifanyike kwa taifa letu. Kijana fahamu kabisa Mungu amekuweka wakati kama huu ili kuwa sehemu ya utatuzi wa matatizo nchi. Wanaoongoza wengine hawamjui Mungu. Wanamjua Mungu ndiye una majibu. Mbingu ipo tayari kuleta majibu, kutumia kama kina Daniel, kutumia kama kina Shadraka, kama kina Yusufu, kuwapa viongozi watu mawazo, maoni ya kwamba tunataka nchi hii ili ifanikiwe, tufanye moja, tufanye mbili, tufanye tatu. Katika maisha ambayo Mungu amenipa, katika nafasi Mungu amenipa, nimeshamuomba Mungu ya kwamba atakaponipa nafasi ya mimi na vikao mbalimbali vya maamuzi, basi alifanya Yusufu wa leo, alifanya nini wa leo, ili kuweka maoni na input nzuri za kutatua matatizo ya nchi. Moja ya kitu ambacho Mungu nilimuona akifanya na akiwa kweli mwaminifu na yupo tayari kutumia ni katika mfumo mzuri ambao Mungu ametuma kwenye nchi yetu kupitia wizara yetu ya vijana, mfumo wa vijana wa Yesu. Katika mfumo wa vijana ukiingia, ukilisajili, fursa zote ninazozungumzia ziko huko. Jioni nitaongea, lakini Mungu alinipa neema ya kusema kwamba nikashangaa siku kinashuka. Mungu ananiambia wizara, waambie wanatunga ilani ya chama kwamba tunahitaji kuwa na mfumo mmoja ambao vijana wote wataweza kuaccess na kupata fursa zote za kiuchumi na zingine za scholarship na za ajira na za masomo ndani ya nchi. Nikutana wote ndani ya nchi na tayari navyoongea mfumo uko hewani. Lakini tunahitaji na Yusufu wengi zaidi, wakenda ndani wengi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hii nchi inakutaka wewe. Hii nchi inataka mimi. Na Mungu anatuuliza pia kwamba nilikupa Tanzania, nilikupa kuwa sehemu fulani kazini, nilikupa sehemu fulani mtafu nikaa. Ulisababisha vipi kuleta chungu katika hiyo nchi, katika hiyo sehemu, katika hiyo mtaa? Mungu ametupa kueneza ufalme. Biblia inasema Mungu alitolea mfano akasema kwamba ni kama punje ya haradali, inaonekana ni ndogo lakini ikimea inakuwa mti mkubwa ambao ndege nyua wanashuka huko.